nitakuelekeza. Baba ndiye anafanya sio? Yeah. Sasa baba anapofika anamweleza mtoto, fanya hiki. Nataka hii iwe kumbukumbu kwa maisha yote. Hata kama tutakuwa hatupo, lakini bado Mungu atakuwa anaendelea kuzungumza. Mungu anazungumza na kila kitu. Nazungumza maneno machache. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Najua leo tumekuwa na siku ndefu sana na mtumishi wa Mungu Ezekiel Odero amekuwa na kazi kubwa sana. Hivi ametoka kwenye crusade nyingine kubwa kamaliza jana nchini Kenya, na leo yeye akachukua flight kuja Arusha na amefika, ameanza mkutano mkubwa na mmeweza kuona jinsi umati wa watu ulivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunaheshimu. Karibu sana Tanzania. Karibu sana Tanzania. Tumesimama hapa kwa jambo moja kubwa. Mtumishi wa Mungu Ezekiel sio mgeni tena katika nchi yetu Tanzania. Amehubiri katika mji wa Morogoro, amehubiri Dar es Salaam, amehubiri Moshi hapo mji wa Onikiro, amehubiri Mwanza. Haleluya. Amezunguka katika mikoa yote, na vile vile mkoa wetu wa Arusha amehubiri mkutano mkubwa sana katika ule uwanja wetu wa Kisongo. Lakini safari hii sema amina. Hakuja tu kuhubiri, amekuja kutulia. Sema amina. Baada ya kuona kazi kubwa na jinsi ambavyo Mungu amemwonyesha mambo makubwa, akaona hapana, siwezi kuja Tanzania tu kwa kupita na kuhubiri. Acha nifungue mlima wa maombi. Haleluya. Mlima wa maombi. Kanisa letu limejengwa chini ya misingi ya mitume na nini na manabii. Na watumishi wengi waliofanikiwa walikuwa ni waombaji. Tunakumbuka habari ya Daniel, aliweza kuomba malaika Bwana akashuka akasema maombi yako yalisikika toka siku ya kwanza, lakini mfalme wa Jemi alizuia. Haleluya. Sasa tunaona kwamba iko siri kubwa ya maombi, na nasema asante sana kwa kuja kwenye mlima huu wa maombi. Haleluya. Na vile vile kuweka wakfu rasmi, sio kwa ajili ya Tanzania, ni East Africa and the entire continent. Na naamini ya kwamba itakuwa baraka kwa ajili ya kuiombea bara letu la Afrika, kuiombea East Africa, kuiombea Tanzania, busara na hekima. Haleluya. Na vile vile neema ishuke juu ya taifa letu. Na hicho ndio kitu kikubwa ambacho siku ya leo, na kwa heshima hiyo, kwa sababu umeshazunguka karibu nusu ya Tanzania, nitaka nichukue kwa heshima hiyo, haleluya, kukabidhi rasmi bendera hii ya kwamba umekaribishwa katika nchi hii, na uzidi kuliombea taifa hili ili amani idumu na East Africa iwe kitu kimoja. Mungu abariki sana. Sasa kwa heshima hiyo, ningelipenda vile Bishop Dr. Haleluya Ezekiel Odero aweze kufungua rasmi juu ya mlima huu wa maombi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali mzazi yuko na amezungumza, siwezi nikaenda zaidi ya hapo, sababu sisi wengine tumezaliwa na kulelewa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Kama jambo moja hujui kwake Daktari Maboya, kwamba amenihubiria injili nikiwa simjui Yesu vizuri. Siku moja, sio kwa TV, kwa kutazama hivi Mombasa. Bwana Yesu asifiwe. Na ni ndugu, tena ni rafiki wa karibu sana wa babangu wa kiroho. Lakini jambo moja huenda si muhimu, lakini kwa sababu inanichoma nitakumbusha. Nilipopitia mambo mengi sana katika huduma, wakati ambapo hakungekuwa na mahali naweza nikahubiri, aliniandikia barua rasmi, njoo tunakupokea, njoo hubiri katika nchi yetu. Inasababisha mke wangu anapendanga Tanzania sana, anasema mtu angebadilisha nchi, yeye hangeomba kuishi Tanzania, angevamia rasmi, ashikwe huko ndiye agawiwe sehemu yake. Kwa hivyo kwa njia hiyo, baba, nashukuru. Naamini Mungu atatafuta njia ambayo nitafika nayo kwako. Nadhani sijawahi shukuru. Ulinifanyia kitu ambacho wewe unaelewa.
hakuna mtu aliwaza wala alijua. Hata mimi sikujua, wala sikujua kwamba katika machozi hayo ulikuwa unanitazama. Na inagharimu mzazi anayejua kesho ya watoto wake kumtoa mwanawe katika matope na kumpaka mafuta baada ya kumuosha. Jambo hilo nasema asante sana. Kwa hivyo nachukua fursa hii kwa sababu tuko na mkesha wa leo na tuko na ibada kufungua rasmi jiwe hili na mahali hapa pa maombi, mlima wa maombi ambao umewekwa wakfu na Evangelist Ezekiel Odero, na nimemuelezea babangu nilitamani sana ifungue, lakini kwa vile ako hapa na yeye amefanya introduction, roho yako ibaki hapa milele. Amina, amina. Sababu baba, kweli watu wanatuona tunahubiri, tunaweza tukukusanya umati, lakini hawajui tunatumia roho zenu. Hakuna mtu anajua. Wanapotutazama leo, wanatuona kwa runinga, kwa ndege, kwa TV, kwa radio, hawajui mkipindua mkono hivi na huduma zetu zimepindua. Hawajui nilipokanyaga hapa ukasema, wewe mtoto, nimekupa inchi ubili, na roho huyo wako unayefanya kazi ndani yako afanye kazi kwa huyo mtoto wangu. Asante. Nimeshukuru sana. Asante. Nimeshukuru sana. Kwa hivyo watu wa Mungu, tunashukuru sana na mmejaliwa neema kuwa na wazazi kama hawa katika nchi. Amen. Siku moja usiruhusu akasirike. Akikasirika umwambie nichape, ufurahi, lakini yeye asikasirike. Nimeshukuru sana. Mungu akubariki. Asante sana.